aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tukiendelea na darasa la sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tumezungumzia jana baadhi ya masahaba namna walivyosumbuka na walisumbuliwa na makureish wa Maka baada ya kuona Uislamu unaenea katika mji wa Maka, na hilo likawa ni tishio katika ibada zao na dini yao ambao kwamba walikuwa wakifuata pale Maka ya kuabudu masanamu. Kisa ambacho kwamba tutahitimisha nacho leo ili tuingie kuangalia namna alivyosilimu Saidina Hamza na Saidina Umar ni kisa cha Khabbab. Khabbab, mateso ambayo kwamba aliyopata ilikuwa kukiwashwa makaa, kisha akivuliwa shati lake, kisha akiemezwa kwenye mgongo wake makaa kama yale mpaka yazimike kwa mafuta ya mgongo wake. Na hayo yalikuwa ni mateso makubwa sana. Ikawa Khabbab akimaliza hali hiyo huwa hawezi hata kutembea, amekosa nguvu. Na akasikitika, na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuwapita. Khabbab akamwambia, ya Rasulullah, kwa nini usituombe Mungu tukapata nusra? Haya mateso ni makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hana namna ya kumtetea isipokuwa kumpatia maneno mazuri, kumwambia, subiri ewe Khabbab, hakika ya wale watu waumini waliopita wameteseka zaidi ya hivi. Ilikuwa ukichukuliwa msumeno mtu akikatwa katikati mpaka akiwa sehemu mbili na hawawachi imani zao. Hilo ndilo ambalo kwamba alikuwa nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kumtuliza sahaba kama huyu kwa hali ngumu hii ambayo kwamba alioipata. Kisha amwambia, ya Khabbab, hii dini itaenea mpaka mtu ambaye kwamba atakayekuwa Sanaa ataweza kufika Hadramaut, wala hatoogopa yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Bimaana dini itaenea, amani itapatikaniwa. Lakinnakum tastajilun, lakini nyinyi muna haraka. Lakini vuta subra ya Khabbab na hilo litatokea. Na hii ni muhimu tufahamu kwenye jambo lolote. Jambo lolote linapoanza, hata maisha ya mume na mke, biashara, madrasa, kila kitu unapoanza pale mwanzo huwa kuna magumu mengi. Yatakikaniwa subra, yatakikaniwa kuvumilia, yatakikaniwa uangalie waliopita. Usiyatake yale mazuri ya haraka haraka ya kujie bila ya kupita kwenye hatua za subra na mitihani hii na ile. Hata dini yetu ilivyoanza haikuanza kwa kunawiri peke yake. Watu walipata tabu kwa mifano hii ambayo kwamba tulioitoa. Hali hiyo iliendelea kwa masahaba, na masahaba kwa hakika waliteseka mpaka siku hiyo Hamza, huyu ambaye kwamba ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni mshujaa na alikuwa hakai sana Maka. Hamza alikuwa sana akiraukia kwenda zake kwenye majabali, alikipenda kuinja. Kienda kuinja wanyama, akipata kitoweo akila. Kuna watu kila mmoja na nakhwa zake za siku, na yeye Sayyidina Hamza alikuwa namna hiyo, akipenda aende ainje, yani hobi yake. Siku hiyo atoka, akirudi mjini akakutana na mwanamke, akamwambia, ya Aba Ammar, wewe waenda kuinja wanyama na huku mtoto wa ndugu yako yuatukanwa? Hivi mtoto wa ndugu yako kutukanwa kwako wewe ni jambo dogo kuliko wewe kwenda kumtafuta huyo mnyama kwenye majabali? Sayyidina Hamza akasema,
mtoto wa ndugu yangu ametukanwa. Ni nani wale mtukana? Akamwambia ni Abu Jahl. Pale pale Sayyidina Hamza ikampiga kishipa cha ammi kwa mtoto wa ndugu yake. Na hii ni muhimu. Siku hizi nyoyo zimekuwa kavu. Mtoto hata kwa mtoto wake aweza kufanywa kitu hata damu haichemki. Damu kuchemka ni kuonesha wewe ni mkweli kwa kile kitu chako cha nyumbani. Awe ni mtoto, awe ni ndugu yako, awe mtoto wa ammi yako. Siku hizi mambo yakitokea, shori zake nani alomwambia ajitie kwenye hayo? Hakuna cha shori zako. Undugu sasa una faida gani? Au ujirani una faida gani? Maana ya undugu, maana ya ujirani, maana ya urafiki, kuwa linalompata jambo watu wajitokeze katika kuhamiana kwenye lile jambo. Hapo ndo utajua ukweli wa undugu na ukweli wa urafiki na ukweli wa ujirani. Lakini undugu, urafiki, ujirani hauna lolote, ni kusalimiana tu na kuteka, kudanganyana. La, yatakikaniwa kuwe na mawaqif, misimamo. Kumetokea jambo fulani wasimama, na wewe wapata jambo fulani mwenzako wasimama. Kwenye mawaqif ndo utajua undugu ukweli na urafiki wa ukweli na ujirani wa ukweli. Kwa hiyo ammi kama huyu moja kwa moja likamkera, akaenda mpaka kwa Abu Jahal. Akifika kwa Abu Jahal akamwambia, nasikia umemtukana Muhammad wewe. Alikuwa ana kifimbo akampiga nacho. Abu Jahal nalo ni jabali na Hamza lakini ni jabali zaidi. Abu Jahal akanyamaza kimya, hakufanya kitu. Akamwambia, subutu unirudishie lolote katika hili nilokufanya. Abu Jahal akanyamaza. Watu walioko pale wakaanza kumshawishi Abu Jahal, kumwambia, Abu Jahal, wewe wakubali kufanywa hivyo? Akamwambia, la, kwa hakika mimi nimemtolea matusi mabaya kweli huyu mtoto wa ammi yake, mwacheni. Hamza alipokuwa amesikia maneno hayo, mwingine akainua sauti akamwambia, wewe Hamza, kwani umesilimu? Yani hayo mafujo lote hilo la nini? Huyu Muhammad na huyu pia ni katika familia yake, kwani umesilimu? Akamwambia, naam, nimesilimu, kwani kuna nini? Na alikuwa hajasilimu, lakini mara nyingine mtu huja akatamka neno bila kutarajia kwenye jambo. Ile neno likakushopoka hivi, kisha ukajikuta umeingia mahali hujui utoke vipi. Sasa na Sayyidina Hamza hilo neno likamtoka tu namna hiyo. Lilivyomtoka akaondoka pale. Sasa ikaanza kumsumbua hilo neno. Mimi nasema nasilimu na mimi sijasilimu, hebu nikamtafute Muhammad. Basi pale pale akatoka akaenda paka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika kwa Mtume, Mtume akamkaribisha, akafurahika naye, akamwambia, mimi nimekuja kumetokea kadhaa na kadhaa, na mimi nimetamka maneno haya na sijui nijitoe vipi. Akamwambia, nini kujitoa ammi yangu? Wewe ni usilimu, dini hii ya Uislamu ni kadhaa, dini hii ni kadhaa. Akamuelezea. Sayyidina Hamza pale pale akapiga shahada mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa Uislamu sasa waanza kupata nguvu mpya katika tarehe yake. Baada ya muda si mwingi, katika mwaka wa 6 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar na yeye pia akasilimu. Lakini kusilimu kwa Sayyidina Umar kulikuwa kuna stages fulani alipita mpaka kuja kusilimu. Nitataja baadhi ya hizi mawaqif. Sayyidina Umar alikuwa ajulikaniwa ni mtu shadid, yani ni mtu mkali, si mtu wa kubembeleza, ni mtu ana nguvu, ni mtu akiogopewa. Sasa alikuwa na kijakazi chake, na huyu kijakazi chake alikuwa amesilimu, na yeye amejua kama huyu amesilimu. Basi kila akiingia nyumbani alikuwa akimpiga, na ule kijakazi akimwambia, wewe nguvu zako unazozitumia kunipiga mimi, lakini mimi nina Mungu ambaye kwamba hanirudishi nyuma kwenye imani yangu. Huyu Mungu wangu ana nguvu kushinda wewe. Sayyidina Umar akawa haya maneno kisha kitoka humkera moyoni. Na hii kuonesha mtu azungumze na mwenzake. Ukiona kuna dhulma yapita, jaribu kuzungumza. Asa yale maneno yule akishakuondoka na lile jeuri lake ikaanza kumsumbua kichwa. Sayyidina Umar baadaye aliposilimu akasema, mimi lahadha ya kwanza kuanza kufikiria Uislamu ni maneno ya kijakazi wangu, ya kuwa kuna nguvu nyingine isokuwa yako wewe. Wewe wajiona una nguvu, waniumiza, lakini kuna nguvu isokuwa wewe. Katika visa vingine Sayyidina Umar, na hii ni muhimu ya kuwa tusikate tamaa na watu. Sayyidina Umar siku moja alimkuta mwanamke mzee iwatoka katika mji wa Maka, amebeba mzigo yuenda zake. Akamsimamisha, akamwambia, ya ama,
wenda wapi wewe, mbona umebeba mizigo? Akamwambia mimi siwezi tena Maka. Kwa nini huiwezi Maka? Watu wametoka katika dini yetu ya masanamu, wameanza kumwamini huyu Muhammad. Mimi naona nisije nikaathirika na mimi nikaingia kwenye hiyo dini. Wacha mimi nitoke katika huu mji ili nisiathirike. Tena nakwambia wewe Umar, sikiza, usije na wewe ukaja ukasilimu. Akamwambia mimi Umar nisilimu? Labda asilimu punda wa babu yangu mwanzo. Yaani kuonesha mimi masala ya Uislamu hayako kamwe. Maana kuna punda kasilimu. Punda asilimu. Lakini kuonesha kukata tamaa mpaka asilimu punda wa babu yangu ndio mimi labda ndio nisilimu. Yaani kumfahamisha mimi sitasilimu. Yule mwanamke aliposikia maneno kama hayo akarudi. Aliporudi siku nyingine Sayyidina Umar alikuwa amesikia Uislamu waenea, akasema hapa hakuna tena njia, wacha nimtafute huyu Muhammad nimuue, hakuna njia nyingine. Akawa ametoka na vishindo yoenda nyumbani kwa Mtume SAW, akakutana na sahaba njiani. Huyu sahaba akamsimamisha, Umar, kunani tena, mbona vishindo? Akamwambia namtafuta Muhammad mimi, leo naona ni siku yake ya mwisho, naenda kumuua. Akamwambia wewe enda kumuua Muhammad kwa sababu yoeneza Uislamu? Wewe ukhti yako mwenyewe anshakuwa Muislamu, mwanzo katengenezea nyumbani kabla hujaenda kwa Muhammad. Sayyidina Umar akaona hapa ni kweli, vipi niende kule na huku nyumbani pia kumeshaharibika. Pale pale akatoka akaenda mpaka nyumbani kwa ukhti yake. Alipofika akagonga mlango, akigonga mlango akawa tayari yeye ameshasikia sauti ndani. Ukifunguliwa mlango akasema iko wapi hii hamhama, hizi sauti ulikuwa mkizisikia mbona sizisikii tena? Na walikuwa wakisoma Qur'ani, yeye ukhti yake pamoja na mume wake na Khabbab, huyu pia walikuwa watu watatu. Wakanyamaza kimya. Akamlekea yule mume wa ukhti yake, wewe umesilimu? Akamwambia, waonaje ikiwa dini ya haki iko si kwako? Dini ya haki ikiwa haiko kwako, wewe waonaje? Si nitufate madamu haiko kwako? Akimpiga ukhti yake, huku akaja kumtetea mume wake. Akija kumtetea, ile makofi ya kupigwa mume wake kwa huku ikarudishwa moja tu kwa nyuma huku, akipigwa akapasuka, damu zikamwagika, hata kipuli chake pia kikatoka kikaanguka chini. Akawa na yeye ameshika makaratasi au magombo ambapo kwamba yana Qur'ani. Akamwambia, nini hiyo kwenye mkono wako? Akamwambia, hii ni Qur'ani, lete. Akamwambia, siwezi kukupa, wewe ni najis mpaka ukaoge. Angalia msimamo aliokuwa nao mwanamke kama huyu. Na Sayyidina Umar kwa sababu Mwenyezi Mungu ataka kumuongoza akakubali, maana yake ilikuwa ni kumpiga kofi la pili tu na kuzichukua hapa, hakuna kesi. Lakini hidayah sasa ikiwa imeanza, akaridhika, akaenda akaoga, akachukua, akiangalia ndani ikawa ni suratu Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Akazisoma hizo aya, moyo wake ukaanza ukalainika, akasema nipelekeni kwa Muhammad. Pale pale akatoka ndani ya nyumba, akachukuliwa akaenda mpaka kwenye nyumba ya Mtume SAW, akaambiwa hayuko, yuko Arqam. Akatoka akaenda kwenye nyumba ya Arqam. Hii Arqam ni nyumba ilikuwa kukutana masahaba na Mtume SAW akiwafundisha dini. Alipofika pale akagonga, na askari alikuwa ni Bilal, na Bilal maskini ameteseka. Nani kwenye mlango? Umar. Umar akaogopa, akakimbia mbio ndani. Akamwambia, Rasulullah, mlangoni kuna Umar kule amegonga. Hamza akainua sauti akamwambia, ya Bilal, nenda kafungue mlango. Kama amekuja na shari niwachieni mimi, nitapambana naye. Na kama amekuja na khairi ataipata, khairi iko hapa. Angalia watu ambao kwamba wenye ushujaa. Akafuatana naye, akaenda naye mpaka kwenye mlango ili kukitokea lolote, sio kamtuma mtu akamalizwa kule. Kuna watu mahodari kutuma maneno makali kisha mwenyewe yuko mbali. La, tuma maneno makali na wewe kwa ubavuni mwa huyo mtu, kukitokea lolote uoneshe ushujaa wako. Almuhim Sayyidina Umar akawa yuko karibu pale, Bilal akafungua. Sayyidina Hamza alikuwa karibu na Bilal akafungua. Sayyidina Umar akiingia, ameingia na yeye mnyonge, hakuingia na ile ushujaa wake. Pale pale Sayyidina Hamza akamshika mkono, akaupeleka nyuma hivi kumkunja, akamshika na bega, akawa yamburuta namna hii kama maskari vile wanavyofanya.
hata kama ameingia kiunyonge, lakini haaminiki na ajulikaniwa Sayyidina Umar. Akaenda naye mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokaribia kwa Mtume akaishika nguo yake akaanza kuivuta kwa nguvu. Hata wana tarehe wasema maana ya kuivuta kwa nguvu, mtu wa jabali haelewi mpaka kiujabali jabali. Yani hakwenda naye kile pole pole, akamvuta hivi. Na pia kumfahamisha Sayyidina Umar, wewe kama una nguvu, kuna na nguvu pia tuko nazo. Na Mtume sallam alikuwa na nguvu, na hii itakuja mahali pake kumweleza nguvu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikawa ni hatua nyingine Sayyidina Umar kujua yuko mbele ya mashujaa na yuko kwenye watu wenye nguvu, hata kama wanaonekana ni madhaifu nje. Alipokuwa aanza kuinama, Mtume sallam akamwambia, ya Umar, hivi mpaka leo haijafika kusilimu wewe? Akamwanza yeye. Sayyidina Umar akamwambia, mimi nimekuja kusilimu ya Rasulullah. Akapiga shahada. Akipiga shahada, masahaba wakaanza kupiga takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka ile Bani al-Arqam nzima ikawa sasa imetingisika kwa sauti ya kupiga takbir kwa furaha ambapo kwamba iliwapata masahaba kuwa na mashujaa wawili ndani ya room kama ile, naye ni Hamza na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar haikupita hata dakika, akamwambia, ya Rasulullah, tuko kwenye haki au hatuko kwenye haki? Akamwambia, tuko kwenye haki. Na wale wako kwenye batil au hawako kwenye batil? Akamwambia, wako kwenye batil. Akamwambia, mpaka lini tutajificha ficha? Tutoke hivi sasa leo tuitangaze dini. Mtume sallallahu akafurahi kwa maneno kama yale, akainuka akawagawanya masahaba grupu mbili. Sema grupu moja liwe nyuma ya Hamza na grupu la pili liwe nyuma ya Sayyidina Umar, na yeye akakaa katikati. Wakatoka kwenye nyumba wakaanza kutufu al-Kaaba, huku wakapiga takbir wakizunguka. Makureish wale wakubwa wote walijificha ndani ya majumba yao, hawakutoka kwa sababu ya Hamza na Umar. Walikuwa wajulikaniwa hawa si watu wa machezo. Manake kila anayeambiwa mbona kuna takbir kwenye al-Kaaba, ambiwa kuna Hamza na Umar, yuwabakia kule kule, hatoki. Wakimaliza kutufu, Sayyidina Umar hakutosheka, akatoka moja kwa moja akaenda paka kwa Abu Jahal, kagonga mlango. Abu Jahal akafungua, akamwambia, ahlan ya Umar, karibu. Akamwambia, naam, mimi sikuja kuingia leo, lakini nakuja kukwambia nimesilimu. Akamwambia, umeshaniharibia siku yangu, toka nenda zako. Akaufunga mlango, akatoka kaenda kwa Abu Sufyan, akagonga. Abu Sufyan akifua, ahlan ya Umar, karibu. Akamwambia, la, mimi sikuja kukutembelea leo, ninakuja kukwambia nimesilimu. Akausukuma mlango, akamwambia, ushaniharibia siku yangu. Akawa hivyo uzunguka katika nyumba za wale ambao kwamba ndio wakubwa, vichwa ngumu walioko ndani ya Maka, kuwatangazia kuwa Uislamu tayari hivi sasa waenea. Na katika baadhi za riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema ya kuwa siku ya Kiyama Uislamu utakuja uzungumze kama dini, useme mimi nilikuwa ni mnyonge sana, mpaka wakati aliposilimu Sayyidina Umar ndio nikawa na nguvu, kwa sababu ndio wakati wa kuitangaza dini mbele ya al-Kaaba na nyumba kwa nyumba, door to door. Radhiyallahu anhum. Hawa ndio masahaba wetu wakubwa waliofanya kazi kubwa. Mwenyezi Mungu awaridhie, na sisi Mwenyezi Mungu atupatie baraka zao. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.